Hali gani ndugu mtazamaji, hii hapa ni Buongwa TV Mwanza. Mimi naitwa David King, International Journalist, meneja wa taasisi ya elimu ya watu wazima mkoani Mwanza. Dr. Onesmo Emmanuel amefafanua kiundani majukumu mahususi matano ya taasisi hiyo inayoshughulika nayo kwa sasa. Ijulikane kwamba taasisi ya elimu ya watu wazima ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kama gisi anavyofafanua hapa meneja Onesmo Emmanuel. Taasisi hii inafanya kazi kwa mujibu wa sheria ambayo ilianzisha mwaka 1975. Sheria hiyo imeipatia taasisi ya elimu ya watu wazima majukumu mahususi ya kushughulika nayo. Kwa ufupi, majukumu hayo naweza kuyaweka katika makundi makuu matano. Jukumu la kwanza ni kuandaa programu kwa ajili ya elimu ya watu wazima na kuandaa miongozo, mitaala na zana au vifaa vinavyotumika kufundishia na kujifunzia, hasa katika programu zile ambazo ni za kitaifa au makundi makubwa ya kitaifa. Wakati huo taasisi ya elimu ya watu wazima inafanya jukumu la kuwasaidia, kuwawezesha na kuwaongoza wadau mbalimbali ambao wanaandaa programu za elimu ya watu wazima au wanaandaa vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Inatoa msaada wa kitaalamu wa ushauri kusudi watu wazima katika taifa letu waweze kupata mahali pa kujifunzia na programu za kujifunzia. Jukumu la pili ni kuhamasisha na kuhimiza wadau mbalimbali kuanzisha vituo vya elimu ya watu wazima ili watu wazima wapate mahali pa kujifunzia. Inafanya kazi hiyo kwa kushirikiana na maafisa wa elimu ya watu wazima katika ofisi za elimu za mkoa, za wilaya na hata ofisi za kata. Jukumu la tatu ambalo taasisi ya elimu ya watu wazima inafanya ni la jumla la kuhimiza wanajamii wote kuwa na tabia ya kujifunza wakati wote. Jukumu hilo linafanyika kwa sababu tunaamini sote ya kwamba wananchi au wanajamii wote wanao wajibu na haki ya kujifunza wakati wote. Kila mtu mahali alipo anahitaji kujifunza jambo kila wakati na katika maisha yake yote. Na ili programu za kujifunza ziweze kuwepo, zipatikane, zidumu, na ili watu waweze kuzifahamu na kuchangamkia, tunahitaji kuwa na programu za kuhamasishana, kukumbushana na kuelimishana ili watu waweze kunufaika na programu hizo. Jukumu la nne na la mwisho katika muhtasari huu wa majukumu niliyoweka ni kutoa mafunzo au kuendesha programu za mafunzo ya kuandaa walimu na wasimamizi wa programu za elimu ya watu wazima katika maeneo mbalimbali. Programu hizi zinaendeshwa katika vyuo vinavyoitwa campus. Ili kutimiza majukumu yote hayo ambayo nimeyaeleza hapo, taasisi ya elimu ya watu wazima ina ofisi mbalimbali katika mikoa yote ya Tanzania bara. Kila mkoa una ofisi inayoitwa ofisi ya mkufunzi mkazi. Alafu katika mikoa ambayo tuna vyuo, basi ofisi ya mkufunzi mkazi iko katika campus. Kwa hiyo hata hapa Mwanza mahali tulipo, katika ofisi zetu hizi za Buhongwa na kule Luchelele na Igogo ambavyo kwa pamoja vinaunda campus ya Mwanza, humo ndani tuna ofisi ya mkufunzi mkazi kwa ajili ya mkoa wa Mwanza. Alafu makao makuu ya taasisi ya elimu ya watu wazima yako kule Dar es Salaam, na kule ndiko tuna kiongozi wetu mkuu wa taasisi ya elimu ya watu wazima anayeitwa mkuu wa taasisi, na huyo ndiye anayetusimamia katika shughuli zote hizi tunazofanya katika mikoa yote, yeye pamoja na wasaidizi wake na wafanyakazi wengine walioko makao makuu. Juu yake zipo ngazi nyingine na vyombo ambavyo vimewekwa na serikali ili kuweza kusimamia shughuli za taasisi ya elimu ya watu wazima kwa niaba ya wizara, kwa niaba ya serikali
na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.